Sisi wanaume kaka, inabidi uwe na roho ngumu, kuvumilia. Kukaa na mwanamke mmoja inatakiwa sacrifice, ni ngumu. Mimi si mkweli, mimi sio muongo. Umekuja kwa msema kweli hapa. Kama unataka uongo nenda huko, mimi sio muongo. Ni ngumu kuishi na mwanamke mmoja, ni ngumu. Ni ngumu kaka, ni ngumu. Ni ngumu. Ni ngumu kaka kuwa na mwanamke mmoja, ni ngumu. Yaani inabidi sacrifice, ni sacrifice, ni kujitoa muhanga. Baba yangu Ibrahim kachemka, mimi nani? Ni ngumu. Unacheka? Ni baba wa imani yule Ibrahim, baba wa imani. Manake mimi ndamzidi Ibrahim imani. Kwa hiyo wakati mwingine kaka unakutana na mashine, unaiangalia, unamwambia kwa jina la Yesu, unageuka hivi na kuambia angalia ya mwisho bia haya. Ni ngumu. Ni ile hali ya kukaza tu, yani bila kukaza utoboi kaka. Inabidi ukaze kwamba na mheshimu huyu mwanamke, na jiheshimu mwenyewe, na mheshimu na nani? Na Mungu. Lakini kaka sio rahisi kama unavyofikiria. Ndio maana ukiona message ya mume wako usikimbilie tu na hivi. Sikiliza, maandiko yanasema wazi kabisa. Wanaume wana tamaa. Kwa Mungu anatakiwa atusaidie kupambana na nini? Na hiyo tamaa. Bila Mungu atutoboi. Utoboi kaka. Wewe si bado una hela uelewi. Koje upate hela kaka, utembee ukutane na vitu huko. Unamwangalia mtu sasa ukaumbwa, kashushwa au inakuwaje? Alafu unamfikiria na bimdashi yompa. Sema amina. Amen. Ndio maana ni muhimu sana mke wako kufanyaje? Kumtreat vizuri. Kwa sababu ukimweka tu rafu, utaanza kumuona hafai. Wakati siku nayemuona ya kwanza hakuwa rafu. Mungu atusaidie tuwe waaminifu. Amen. Nasema Mungu, Roho Mtakatifu atusaidie tuwe waaminifu. Amen. Bila Roho Mtakatifu hatutoboi.